Mama Kasonga. Haraka sana huko. Leta kiti, umekuja hivi? Kuna jambo hapa. Tangu mimi nilivyokuchukua kanisani tuliunga ndoa bila shaka. Lakini kwa sasa hivi ndani ya nyumba mimi sipati amani. Sijui kwa nini. Mpaka sasa hivi mimi nahangaika. Mwanaume nakosa kabisa heshima mkijiji. Wana wakati mimi niko natembea kila mtu anasema kabisa baba fulani ni mtu mpole sana, lakini mke wake hatari kabisa. Mama, ya kesho itajulikana tu. Kwa mambo unayofanya mimi si kuelewa kabisa. Mume wangu, mbona mimi nipo vizuri? Wewe ujue hela nimetoa nyingi kweli? Tena nilitoa hela za kutosha. Watu walitoka ngambo na ngambo kwa sababu ya ndoa yetu. Sasa leo naona kwamba ndoa imetaka kuwa ndoano. Najua tu. Mume wangu, mbona mimi sikuelewi? Utanielewa? Kwa sababu siwezi kuwa nateseka mimi mnyumba kabisa mwanaume. Mpaka hivi nakosa amani ya ndoa. Na nitafika kanisani kuwaambia hii tatizo. Nimeendelea na wakati tumesaini. Na baada kama mtu anasaini najua tayari hapo ndoa imeundwa kabisa, nimeungwa kabisa. Sasa leo inakuwa sasa mimi sina amani. Kwa jambo gani litatuma paka uende kwa wachungaji? Nitaingia. Kwa nini tusiviongelee tu hapa mume wangu? Tuongee nini? Tuongee nini? Nijua nimeoa kabisa. Tena ukainyikia mbele kanisa, bakaanza kusema amepata mke mzuri. Kumbe ni shida shetani kabisa mwanangu. Achana na maneno ya watu mume wangu. Watu watatuchonganisha. Nimeamini kwamba wewe unataka kunichiti wewe. Watu walitoka ngambo na ngambo kwa sababu ya ujio wako kwangu mimi. Lakini leo nashangaa sana. Utajua ndoa ni nini? Wewe ulikuta mimi ni mlemavu mimi? Naenda kanisani. Ukiitwa hapo utasema jamani na naondoka. Ndoa si jambo rahisi. Ndoa ni wasiwasi. Kwa hii dunia si jambo rahisi. Kwa hii dunia mama si jambo rahisi. Ingekuwa kwenye nyumba zingine, kuna haya majanga ambayo mimi nayapata kwenye ndoa yangu. Ndoa nyingi hazitodumu. Afadhali mbele ya kufunga ndoa kwa wachungaji, inatakiwa mwanaume na mwanamke wajuane kindani zaidi. Kwa sababu hamjajuana kindani, ndo majanga yenyewe yanatokea katika ndoa. Kwa leo mimi nimejuta katika ndoa yangu. Sikukuwa nafikiria kabisa kama yatatokea haya majanga kwenye ndoa yangu. Kwa sababu ukitaka kuunga ndoa na mume wako, jaribu kwanza umjue jinsi alivyo. Usimuone mwanaume kama anavyokuwa na unene eti ni mwanaume, lakini kwenye mwili wake kuna viungo vingine havifai kazi. Na ndio kwa maana nasema mbele ya kuunga ndoa lazima watu wawili wenye kuunga ndoa wajuane kiundani zaidi. Wanawake wengi ni wajane kwa sababu ya makusudi ya kuwaume zao. Ni kweli. Na baadhi ya watoto wengi tunakomaa ni mayatima. Ukiuliza mama, lakini mwanaume afu anajipeleka eti anaenda kwa mchungaji. Mambo yanayopitikana huko ndani yeye hayatambui. Toka niolewe mimi ni mwanamke wa wiki kitendo cha ndoa mara moja. Sasa mimi ni mwanamke gani? Bado mtoto mdogo bwana, acha kunichanganya. Yeye aondoke tu huko. Mimi sitafuata mambo yake. Haiwezi kawezekana. Afu naenda kwa mchungaji na anayeleta matatizo ni wewe mwenyewe.
Siwezi nikavumilia haya mambo ya ndani. Hapana. Kwa wiki 2 mara pili. Yeye aende kwa mchungaji tu huko, utajijua mwenyewe. Nakumbuka. Subira nimpigie yule mpenzi wangu wa zamani kwanza. Ndoa si jambo rahisi. Ndoa ni wasiwasi. Kwa hii dunia Fadhali imepita. Nilikuwa nimeshakumisi hata kama nilikuwa kwenye ndoa. Nimeshakumisi bwana. Fadhali imepita. Kijiji hiki kinawaambia, sija kanisikia. Kwa leo unanifurahisha sana. Sawa. Na ndio kwa maana uliona nilikuita. Sababu ilikuwa ni mimi katika ndoa yangu na changamoto nyingi sana. Siona gisi tulikuwa tumekuwa na wewe, nilikuwa nimeshakuzoea sana. Lakini kipindi nilichoolewa na mume wangu, mambo yako vizuri kati ya ndoa yangu. Acha tu nikushukuru kwa sababu umenitoa mbali. Na siku mingi sana sipate haki yangu. Lakini kwa leo umeniridhisha. Asante sana. Unajua tena, mimi niliolewa kweli. Lakini kipindi kile nilikuwa na wewe. Na nilikuwa nimeshakuzoea sana. Lakini humu ndani mume wangu aniridhishi. Toka anioe. Maana tunaishi humu kama wanawake wawili tu. Mimi mwenyewe nashindwa kuelewa shida ni nini kwa mume wangu. Na tena nizani nikakwambia hivi. Mara kwa mara nakuwa nakupigia simu. Ukiona nakubipu tu, maana tayari mimi nakumisi. Sijui unanielewa? Nakuelewa. Mimi na shida bwana. Naomba unisaidie. Niwe na wewe siku zote. Mimi kweli nampenda mume wangu. Lakini hayo matatizo ndio yatatuma mimi namchiti. Na nakutia wewe nafasi kama hiyo. Huo unaniridhisha kwa upande wangu mimi. Lakini nitakuwa na mume wangu. Naweza nikapenda utafute mazingira mengine tofauti na hapa nyumbani kwangu. Kwa sababu mume wangu kuna siku anaweza akakuja akatugundua hapa, inaweza kaleta tatizo. Nakusikia kisi uliongea. Kwa sasa nataka naandae mazingira mazuri sana Aline. Kwa wanawake wote sha kutembea na hapa chini najua. Wewe mke mzuri sana tena sana. Sijawahi pata mke bora kama wewe hapa duniani. Asante. Hata kama uliolewa Aline, uniacha mazingira mbaya sana tena sana. Mapenzi unanipa wewe Aline, hata usingisipati. Mpaka mimi natamani tutoe wajambazi. Sasa mume wako tujue yako. Na gisi mpigia simu. Ndio mara kwanza tangu leo. Huyu mtu analala. Mbona kuna gufuli? Si hatari. Gisi piga simu. Niliona kama ndoto. Hata kwa sasa niko kama ndoto kwangu.
sijiamini kama ni kweli kuna lini au